Haleluya, ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Mimi ninaitwa Pascal. Siku ya leo niko na jambo kuhusu upendo wa Mungu kwa mwanadamu na upendo wa mwanadamu kwa Mungu wake. Neno la Mungu linasema kwamba Mungu wetu ndiye aliyetangulia kutupenda sisi mwanzo. Na tasoma kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Nasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. 17. Mungu hakumtuma mwana wake ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe naye. Huo ndio upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu tunaoishi hapa ulimwenguni. Sababu maandiko yanasema wakati ule kulipotokea vita mbinguni, shetani na mawakala zake walitupwa duniani. Nayo mbingu iliomboleza ikasema, ole wa dunia, kwa kuwa mshtaki wa ndugu zetu ametupwa huko duniani. Lakini katika hali hiyo, ikiwa malaika na mbingu imeweza kusikitika kwa sababu iliona sasa kutakuwa na hali ngumu kwa mwanadamu kuokoka kwa sababu shetani ametupwa duniani, Mungu akatengeneza jambo. Hata maandiko yanasema sasa, lakini hata kama shetani ametupwa duniani, bado wanaweza kumshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa ushuhuda wa neno la Mungu katika maisha yao. Inapatikana katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12. Hivyo ndugu mpenzi na dada mpenzi, upendo wa Mungu uko pale, ya kwamba alipenda kutuokoa sisi wanadamu tulio katika dunia ya sasa, kwa sababu anajua ya kwamba shetani yuko hapa na kiti chake cha enzi kiko hapa. Lakini hata kama kiko hapa na mawakala wake wako hapa, wamejipanga kwa ajili ya kumwangamiza mwanadamu, bado kunawezekana mwanadamu kuokolewa. Ndiposa anasema aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo Mungu alikupenda wewe mwizi, jambazi, alikupenda wewe mchawi, alikupenda wewe muongo, alikupenda wewe kahaba, alikupenda wewe shoga, alikupenda wewe mtu usiye mwaminifu, unayetenda dhambi ya kila namna. Alikupenda wewe. Ila sasa hata kama alikupenda wewe, una jambo nafaa kufanya. Maandiko yanasema kwamba amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Unamwamini Mungu? Maana utakapomwamini mwana wa pekee wa Mungu, basi utapata nafasi ya kurithi ufalme wa mbinguni. Anasema kwamba yeye ndiye njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa yeye. Unamwamini Yesu Kristo? Ikiwa bado hujamwamini, ningekushauri umwamini Yesu Kristo. Si kuitanishwa naye tu, bali umpende, na upendo wa mwanadamu kwa Mungu ni huu. Kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 12 nitasoma ili tujue upendo wa mwanadamu kwa Mungu wake. Ndio huu mstari wa 15, Yohana sura ya 14 mstari wa 15, mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hivyo huo ndio upendo wa mwanadamu kwa Mungu wake, kwamba anasema ukinipenda basi mtazishika amri zangu. Unazishika amri zake? Unalishika neno lake, mtu wa Mungu? Anachokuagiza unashika? Na je, uko tayari kuyajua mapenzi ya Mungu? Maana utajua atakacho Mungu kwa kuwa tayari kusikiliza kutoka kwake. Ukishaelewa anachotaka Mungu, sasa ndipo ujiweke tayari katika kuyafanya mapenzi ya Mungu. Maandiko yanasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Kitabu mstari wa 21, aliye na amri zangu na kuzishika,
ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Kwa hivyo neno la Mungu linasema kwamba anipendaye ni yeye azishikaye amri zangu. Si yeye anayesikiliza na kutulia, si yeye anayesikiliza na kuacha, lakini ni yeye anayesikia na kushika amri za Mungu, neno la Mungu, amri takatifu za Mungu, maagizo yake ambayo ameagiza katika neno lake takatifu. Utakapozishika na kuzingatia na kujiepusha na yale ambayo umeendelea kufanya, kwa kuwa Mungu alitufia sisi watu waovu, sisi wachawi, sisi waongo, lakini tunapomwamini haikumaanisha sasa tuendeleze uchawi wetu, tuendeleze uongo wetu, lakini sasa kila amwaminie ni kwamba aachane na uovu na uongo. Watu wanasema wamemwamini Mungu, lakini yale ambayo walikuwa wakiyafanya zamani bado wanayafanya. Huo sio upendo wa Mungu, wa mwanadamu kwa Mungu, bali upendo wa mwanadamu kwa Mungu ni huu, ya kwamba zamani ulikuwa mchawi, ulikuwa muongo, sasa ni usiuendeleze tena uongo na uchawi wako, bali ugeuke, maana hiyo ndiyo toba. Maandiko yanasema nirudieni mimi nami nitawarudia. Kwa hivyo kumrudia Mungu ni kuachana na mambo yako ya kale, mambo machafu. Maana tulifiliwa sisi wachawi, tulifiliwa sisi waongo, tulifiliwa sisi majambazi. Lakini sasa tunapomwamini ni kumaanisha hatutashika tena mapanga tuue watu, ni kumaanisha hatutashika tena ndunguri turoge watu, ni kumaanisha sasa uongo tuliokuwa tunauendeleza na magendo tutaacha. Na huo ndio upendo wa mwanadamu kwa Mungu. Upendo wa Mungu kwa mwanadamu, yeye alitufia msalabani, akatengeneza njia kwa ajili yetu tumfikirie. Tena huendelea kukuvumilia mwanadamu ili uweze kufikiria toba yake na msamaha wa dhambi. Hivyo ninakushauri umwamini mwana wa Mungu, kwa kuwa bado uko na nafasi. Nafasi ndio hii, wala usiseme ni kesho, bali nafasi ndio hii. Mwamini Mungu, maana hatujui kuja kwake mwana wa Adamu ni lini. Pili, hatujui siku yetu ya kuondoka duniani ni lini. Nakushauri umwamini Mungu, naye atakupokea. Hakuna lisilowezekana. Hata vifungo ulivyo navyo vitafunguliwa, utakuwa huru. Amina. Amina. Mungu akubariki.